nataka nizungumze kwa ajili ya kuwa mtumishi mnyenyekevu. Mtumishi mnyenyekevu ni mtumishi ambaye amekubali kunyenyekea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, lakini chini ya viongozi wanaomuongoza. Mtumishi wa kanisa aliye mnyenyekevu anakubali kukosolewa. Anakubali kukosolewa pale ambapo anajikuta kwamba amekosea. Wakimuita wamkosoe, anakubali kukosolewa, na hahitaji kujitetea sana, kwa sababu wengi wakitaka kukosolewa wao wanahitaji kujitetea sana. Lakini mtumishi mnyenyekevu hahitaji kujitetea sana anapokosolewa. Lakini wengi wakubali kukosolewa kwa sababu wanahofia heshima zao au ile thamani yake itashuka. Lakini acha nikwambie mpendwa, ukipata mtu wa kukosoa, huyo mtu anakupenda, huyo mtu anakusamini, huyo mtu anahitaji uende mbali. Lakini pia kwa wale wanaokosoa, kuna mambo matatu nataka nizungumze pale. Kitu cha kwanza, kwa wewe unayekosoa mtu akikosea au kumuonya mtu kama amefanya makosa ama amekosea sehemu, kitu cha kwanza, kujua muda gani ambayo utamkosoa. Jua muda. Lakini jambo la pili, jua mazingira gani utamkosoa ndani. Kwa sababu kuna mazingira mengine unaweza mkosoa kumbe unaharibu mambo. Lakini jambo la tatu, lazima kujua temperament yake ama temperament. Kujua temperament yake ni ya eske nikimwambia hivi kwa hii njia, nikitumia njia atanielewa. Sasa kuna wengine wako na temperament zenziko, kuna wale tunaita sanguine, choleric, phlegmatic na melancholic. Hizo ni aina za temperament ama temperament kwa Kiingereza ambazo kila mtu anayo. Lakini pia kuna kitu kingine lazima kuelewa, kujua kwamba huyu mtu nataka kumkosoa. Je, hii kabisa ni muda mwafaka? Kwa sababu kuna wengine hawataki kukosolewa katikati ya watu. Kuna wengine wanataka kukosolewa kwa siri. Lakini pia niseme kwamba unapomkosoa mtu kwenye wakati sahihi, kwenye nafasi sahihi, kwenye muda sahihi, yule mtu atakusikia. Lakini unapomkosoa kwenye mazingira si sahihi, kwenye nafasi sahihi, yule mtu atakuchukua kama mtu ambaye haumpendi. Ndio maana tunapo taka kukosoa, tukosoe katika hali ya kuangalia hivyo vitu nimetaja hapo juu. Lakini pia tukosoe kwa upendo au tuonye kwa upendo. Unapomkosoa mtu, mkosoe kwa upendo, muonye kwa upendo. Mwambie, ndugu, umefanya vizuri hapa na asante kwa hiki tumefanya, lakini wakati ujao usifanye hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Na hiyo itamsaidia kusema kumbe huyu mtu nisaidia, kwa sababu kwanza umeonesha upendo. Lakini pia mtumishi aliye mnyenyekevu hajizuii hajizuii kutenda mema ama kuwasamini wengine. Hajizuii kutenda mema wala saidia wengine. Lakini pia anaweza kusaidia wengine ili nao waendelee na kuinuka. Lakini pia mtumishi aliye mnyenyekevu haogopi kutambua wengine na kuwainua wengine. Lazima mtumishi aliyenyenyekea anajua kuwatambua wengine na kuwainua wengine. Watumishi wanyenyekevu wanakuwa wazi kwa wengine. Yaani hana mambo ya siri, hana mambo ya kuficha, hana mambo ya kufanya mpaka watu wanasikia kule nje wanashangaa, wanasema kwa nini huyu amefanya hivi? Kwa nini huyu
hakutuambia, lakini anafanya mambo kwa uwazi, anasema mambo kwa uwazi. Alafu kitu kingine, mtumishi mnyenyekevu huwahudumia wengine bila malipo na bila kutarajia chochote kutoka kwa mtu. Yani anahudumia watu. Kwa sababu gani anahudumia watu? Kwa sababu ile ubinafsi na kiburi vimeshaondoka ndani yake kwa sababu ya unyenyekevu au ya kupondeka ya moyo. Kwa hiyo mtumishi aliye mnyenyekevu hawi mbinafsi, ni mtu anayewatumikia wengine na kuwajali wengine na kuwapenda wengine kwa sababu kiburi kimeshaondoka. Lakini mwandishi mmoja, ndio maana mwandishi mmoja akaandika, anaitwa De Silva, mchungaji De Silva kutoka kule India, Mumbai kule. Katika kitabu chake anaandika, anasema kwamba mtumishi au kiongozi asipopondeka moyo atawaponda na wale anao waongoza. Tukutane.